Nimekuja mwenyewe hapa. Mna uhuru. Sina polisi, niko mimi na watumishi hapa. Uweni na uhuru kabisa. Tuzungumze kwa ufupi. Watu 10. Tukimaliza tuwafunga mkutano, watu wafungue maduka. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyekiti ndio watu wako wenye mwake. Jamani, kwa kupumua pamefika. Niwakaribishe sasa. Karibu kwa biashara hapa Makambako, najishughulisha na uzaji wa mitumba. Jambo lilotokea kwa kweli limetuathiri sote. Hata tulipokuwa tukipiga simu nyumbani, maana ile tutoka mbali hapa tunakuja kutafuta. Wanasema Makambako inawezekanaje kuwa na jambo kama hilo? Inashangaza. Wazee wengine walipita kwa miaka mingi wasema Njombe ina watu wa amani sana. Hata ukimkosea anasema namwachia Mungu. Leo inawezekanaje? Sasa tusipuuze haya yanayotokea. Kwa sababu mitandaoni watu waliongea na watu wakapuuza wakasema hakuna mtu anayeweza kukichafua Tanzania. Tanzania ni salama. Sasa tujiulize, imewezekanaje kuchafuka? Imewezekanaje? Leo Tanzania ipo hadi kimataifa. Watu wanafuatilia nini kinaendelea. Lazima tujiulize chanzo cha tatizo ni nini. Tukishajiuliza chanzo cha tatizo, tuanze kutibu tatizo. Huwezi ukatibu malaria hujajua kama unaumwa malaria. Lazima utafute chanzo cha tatizo. Jambo la pili, sisi wengi wetu Tanzania ni vijana kama mimi hapa ndio tunachifikia. Tunahitaji kuiona Tanzania yenye amani, yenye haki. Huwezi ukazungumza amani bila kuzungumza haki. Leo ndugu zetu Dar es Salaam wamekufa, lakini msingi mkubwa kufuatilia ni madai ya haki. Tutaendelea kuidai haki. Jambo la tatu, ninazungumza miguu inagongana japo mnaniona nimesimama, kwa sababu tunajua Tanzania leo, once you speak you will be in a situation ambayo unakimbilia kifo. Yaani unapozungumza unakimbilia kifo. Mungu wa mbinguni huko, nikifa damu yangu iende kwa mtu fulani. Tunaogopa hata kuzungumza, tunaogopa hata kusema. Sasa kama mnatufanya tuogope kusema, utajuaje mimi nina kinyongo? Mheshimiwa, nisipoongea kwamba mimi kuna jambo kwako linaniuzi, utajuaje kama ninauzika na wewe? Nitakachokifanya ni action. Na action nitakayoifanya ima ni kukuharibia wewe au watu wako wa karibu. Ndio maana kwenye hili wametafutwa watu wa CCM, kwa sababu hao ndio watu ambao wapo kwenye mamlaka na hawataki kushinikiza maboresho yatokee. Unafikiri nini kitatokea? Binafsi mimi nina ndugu yangu yupo mahali pakubwa kwenye CCM. Kakimbia nyumba kwa sababu maeneo yalipochafukwa ndio walikuwa ni walengo wanaotafutwa. Kwa watu wengine wanaoumizwa ni ndugu zetu kabisa, ndio wanaotafutwa vile vile. Sasa tunawaomba vyombo vya mamlaka. Najua hizi ni jitihada na njia za kutafuta kujenga. Ndio jitihada na hatua za maridhiano. Tunaviomba vyombo vya mamlaka, tafadhali sana. Tafadhali sana, muangalie namna ya kuboresha pale ambapo mnaona kuna tatizo. Msifumbie macho tafadhali, tunaomba msifumbie macho. Naam. Sasa kwa sababu umezungumza ni kijana na mzee Yuda alisema vijana wasikilizwe, na wewe umezungumza tutafute chanzo cha tatizo. Kwanza nikuhakikishie, ndio hapa huru zungumzeni. Mimi mwenyewe naambia singana upumbavu wenu ninyi watu wa serikali ni hili, ni hili, ni hili. Ndio maana nasema hapa bana nyongo. Nafikiri niwaambieni hapa, hata mambo wewe. Hii nchi ni ya kwetu wote, hata kama kutishana. Wewe ndio hapo uzungumzie kutisha wewe. Na yeye kama una private zungumza. Sema mtaka haya mambo tusirekebisha, tunazama. Zungumza hapa na kama kuna vijana hapo hapa. Asante. Wengi wanaogopa kuzungumza na wanaona kelele zimekuwa ni nyingi. Na ukiona kelele ni nyingi, hilo ndio tatizo lenyewe. Kwa hiyo tatizo la kwanza ndio hili hapo, kwamba mtu akizungumza Tanzania hii lazima. Sawa?
Nyingine, sisi vijana tunahitaji kuandaliwa mazingira ambayo kijana anapochukia, anapojitafuta, basi apewe nafasi ya kuendelea kujitafuta. Kwa nini nasema hivi? Waliokufa wengi ni vijana wenzetu. Kiangalia ni wadogo sana. Nilikuwa najaribu kufuatilia miaka 18, 19, 20, 20 ngapi. Tukio ambalo nimeniangalia kwenye mtandao na ikanipa mawazo sana. Tanzania nafikiaje hivi? Mtu kapigwa risasi ya kwanza, akasema piga na nyingine. Akapigwa ya pili, akasema ongeza nyingine. Akapigwa ya tatu, akaanguka. Ni ujasiri wa namna gani huo? Ni ujasiri wa namna gani huo? Kwa hiyo viongozi mnatutengenezea sio uoga tena, bali ujasiri. Utaniua leo, utaniondoa, aliyeko nyuma yangu atavaa ujasiri wangu. Na baadaye kunatokea kitu gani? Sasa kuna watu ambao ni viongozi, na ukiwa na mamlaka unaweza kuamrisha jambo fulani, ukamwambia weka matani, weka huko, sawa. Lakini nyuma watu wanatazama na kuona. Wakati wa mkoloni alitumia vitu vizito sana kuwadhibiti watu, lakini ikafika hatua mkoloni akasema inatosha, hawa watu inabidi tuwatawale kwa namna nyingine, sio kwa mabavu tunayoyatumia. Leo tunasema Tanzania ya amani, Tanzania ya haki, Tanzania ya uhuru. Kwa nini niogope kuongea kwenye nchi yangu? Na sijatukana. Sijui kama nimezungumza neno la kutukana hapa. Sijui kama nimezungumza neno la kufedhesha hapa. Lakini kuna watu napozungumza hivi wanakereketa. Huyu dogo ni nani? Who is this guy? Kwa nini nazungumza mambo kama haya? Ninaongea, nimeshasema, miguu yangu inatetemeka. Sijui kesho yangu na mkaji. Japo wanasema ongea. Wewe unaongea kwa sababu unakuwa ofisini kule. Baadaye ukishasikia Enoki ametekwa utaanza free Enoki. Baada ya mwezi mmoja tumeshasahau hizo habari. Mungu wangu tusaidie. Sasa nilitaka kusema pointi moja. Ninyi ni viongozi na mnatokana na Chama cha Mapinduzi. Kile chama ni chama cha ukombozi, chama cha uhuru. Ni chama kilichotokana na TANU. Waasisi wake walikuwa na malengo ya kujenga nchi imara. Kile chama sio chama cha dhambi. Ni chama chenye sifa na ubora wa utu na heshima ya Mtanzania. Ila juzi wamezitupa zile bendera kwenye nyumba zao, walikuwa wanatoa na zitupa. Sasa kama nyie ni watu wa haki, kwa nini mnazitupa? Lazima tujiulize. Kwa hiyo tatizo la pili ni ile kitu. Sasa ili tuweze kuifuta hiyo tunafanyaje? Wenye ile chama wote tumo humu. Nusu kwa nusu tumegawana, sio? Hiyo ni kama dini, si ndio? Kwa hiyo tumegawana nusu kwa nusu. Kuna watu tunaishabikia lakini tunaogopa hata kuvaa ile kofia sasa hivi. Kwa sababu ndugu zetu wametuchukia. Sisi ndio chanzo cha hilo tatizo. Kwa hiyo lazima, kama mamlaka mnahitaji utatuzi wa hili jambo, tuambiane ukweli kwamba tutafute tatizo ni nini. Tatizo ni nini? Na kila mtu anajua tatizo. Ndio maana mtu anapoongea watu wanasema usiongee, watu utatekwa. Hiyo tayari ni tatizo pia. Mnaelewa mheshimiwa? Kwa mamlaka yako niongee pia kidogo. Ongea. Na kama kuna vijana wanataka kuzungumza, tunaanza upya, wazungumze. Nataka niseme kwamba tunahitaji kutambua thamani ya damu ya mwanadamu. Mwanadamu mmoja thamani yake hailingani na kitu chochote. Mungu alimuumba mwanadamu akikusudia aje aishi kwenye nchi aliyoiandaa. Bahati mbaya sana Ibilisi aliingia na kutuvuruga. Na yule Ibilisi mpaka leo yupo na anaingia kwenye mioyo ya watu. Wale akishaingia kwenye mioyo ya watu, wale watu hawaoni shida kutenda dhambi yoyote, kwa sababu Ibilisi anawaongoza. Kwa kuna watu wanatenda matendo sio wao, ila Ibilisi amewavaa kwenye mioyo yao. Tunafanyaje kuwageuza ili wawe watu wa Mungu kweli kweli? Ni lazima tutende matendo ambayo yanaonesha wema.
kwa sababu matendo yenye manukato huwavutia watu kuitafuta iliyo haki. Hakuna haja ya kufanya kwa maguvu. Wewe fanya kwa haki tu na watu watakufuata. Naomba niishie hapo kwa sababu ya kuzungumza ni mengi. Mungu wa mbinguni atusaidie Tanzania. Amen.